Mheshimiwa Balozi yangu, waziri wetu wa mambo ya nje Mohamed Said Kombo, Mheshimiwa manaibu waziri ambao wamekimbia na bado wanaendelea kukimbia, Mheshimiwa Balozi sana kaka yangu katibu mkuu wetu wa wizara yetu ya mambo ya nje Dr. Samuel William Sheukindo, Your Excellency my brother, Dean of all ambassadors, na balozi wetu wa Komoro, Excellency Ambassador, High Commission and Head of International Organization who are present here, distinguished guests, mabibi na mabwana, habarini za asubuhi. Leo nimeamka kidogo nikajingata ulimi, kwa hiyo napata taabu namna ya kuongea. Asiku napambana na pepo. Nakemea huku na shangaa, lakini ndio hivyo nimeamka. It is my great honor and privilege to stand before you as a guest of honor at this African Day Diplomatic Marathon, making the 63rd anniversary of the African Union. I want to thank you all for welcoming me to be here today. Today we run not only for medal, but for meaning. Under the theme assuring sustainable water available and self-sustaining system to achieve the goal of Agenda 2063. Learning for water, learning for Africa, learning for sustainable drinking water. We celebrate the sport as the powerful tool for uniting prosperity and well-being of our people. On this special day, we honor the bold vision born in 1963. On that time, he was not even born. I never thought that I'd be in this world, he even become the member of the parliament, he even become the minister. So we are boldly congratulate those people who stand for this vision up today. The marathon brings together the diplomatic, government, partner, youth, and citizens sharing the purpose to advance the agenda of 2063, the Africa we want. Clean, reliable, sustainable drinking water, and health environment. And not luxury. You know, sometimes those days, if you don't kill hivi, unataka kama starehe. Lakini sasa hivi sio starehe tena. Imekuwa tena ni hela. Hata ngumi, ndio maana mheshimiwa waziri, wizara hii ni wizara ya ajabu sana. Wizara pekee kila anachofanya ni kizuri na kinaingiza hela. Nje ya wizara ya michezo kupigana ngumi ni ugomvi. Kwenye wizara yetu ni hela. Ndio maana unaona mikanda hapa ya nini? Ya ngumi. Sisi kwa tunataka kuogelea. Kwa wengine wakiogelea ni starehe. Kwetu kuna hela. Hata huku ngoma, mheshimiwa balozi, hizo ni hela. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na niseme tu, we all participate in 10 kg a kilometer and 5 kilometer ambao zimefanyika leo na balozi wetu, na kwa kweli katibu mkuu wetu ametia fora. Amekuwa wa kwanza kukimbia na amekuwa wa mwisho kufika. Kwa nini amefanya hivyo? Alikuwa anahakikisha kama mtendaji mkuu watu wote wamefika salama. Tunampongeza sana. Kwa sababu ni wasemaji tuliwahi kwanza, tukamwacha yeye ahakikishe utendaji umeenda vyema. I'm pleased to note that fundraising from this event will support a sustainable water project at Muhomanika Primary School in Dodoma, alongside tree planting that will green the school and its surrounding. This impact you can see and measure children with the safe water on campus, trees that cool the classroom, and the community that thrive
this sport translates directly into the social progress. Excellent ladies and gentlemen, as we celebrate AU Day, let us recommend to the AU 2060 focus on assuring sustainable water available and safe sanitation system, the backbone of our health security and our human capital. Tanzania is determined to play its part through investment, policy, partnership that put people first and leave no one behind. Excellent ladies and gentlemen, we all mean also to look ahead. In 2027, Tanzania will co-host the African Cup of Nations of AFCON in 2027, welcoming teams and supporters from across all our continent. This is more than a tournament. It is a platform to showcase African excellence, deepen people-to-people ties, and catalyze investment in infrastructure, tourism, and jobs. The Minister of Culture, Arts and Sport will work hand in hand with all ambassadors and High Commissioner to ensure a successful security and true Pan-African AFCON. We will collaborate across government, the private sector, and the community so that AFCON in 2027 leave a lasting legacy in not only in stadium, but also in the street, in youth academy and the small business, and in the confidence of the continent on the rise. Sports unite, sports heals, sport open doors to opportunity. Na hii Mheshimiwa Balozi, we saw yesterday, actually I've been hosting one of our legends from UK. He done a tremendous work. And I've been heard a lot of people asking me why we don't bring anybody from Arsenal. I'm sure we have Arsenal fan here. Amepona kutetea watu wa Arsenal. Kuna watu wa Arsenal hapa. Watu wa Manchester hawapo. Kuna watu wa Manchester hapa. Kuna watu wa Chelsea hapa. Tumeanza na Drogba, si ndio? Ndiye Drogba kutoka Chelsea, tumekuja na ndugu yetu Leo kutoka Manchester. Tutaendelea mpaka watakuja watu kutoka Barcelona, watakuja watu kutoka PSG, watakuja watu kutoka, tunataka ile Premier League, tunataka Bundesliga, tunataka zile yale mashindano yote ya Europe tuya connect na Tanzania. Na kwa kuja kwake Mheshimiwa Waziri ni kuhakikishia tu the impact was big. And the man is intelligent. Na yeye leo hii ndio hosti wa World Cup 2026 inayofanyika Marekani, Canada pamoja na Mexico. Na sisi tumepata privilege kubwa sana. Ujio wake Mheshimiwa Waziri, kuna mambo matano tumeyapata ambayo hatukuwa nayo. La kwanza, yeye kwa sababu ni mchezaji mkubwa na maarufu aliyetambulika mpaka na Malkia wa Uingereza kumpa heshima kumwita Sir Leo. Amekuwa captain wa timu ya taifa ya England, amekuwa captain wa timu ya Manchester. Wachezaji wote maarufu unaojua, Messi, Ronaldo, Beckham, wote wamecheza naye na wale ni rafiki zake. Mheshimiwa Waziri, nilipomshuhudia wakati kwa Serengeti anaongea live hivi na Ronaldo, Cristiano Ronaldo, na mimi nikasogea pale na salimiana naye. Kasema nani bali Mungu amenipa nini tena zaidi. Uwepo wake yeye hapa unafungua opportunity kubwa sana kwenye sekta yetu ya utalii. Na ndio maana waziri wetu wa utalii ameamua kumpa heshima na kumpa ubalozi kutangaza Tanzania duniani. Lakini kupitia hicho alikuwa anaisikia tu Tanzania inaandikwa kwenye mitandao kwa maneno mengi sana ya ajabu. Inasemwa kama ni nchi ambayo ni hatari ukija. Amekuja mwenyewe anasalimiana na watu, anapita barabarani watu wanapungia mikono,
wanamfurahia, hakuna maaskari waliojaa kama ulinzi ya kwamba ni nchi hatari. Akaniambia hii ndio Tanzania, ndio sio kwenye mtandao, ni Tanzania nyingine. Hiyo alifikiri nimempeleka nchi nyingine, kwa sababu huko kwenye mtandao inaonekana kama Tanzania hakuna amani, watu hawana maisha. Amekuja amekuwa witness wa amani, upendo na ukarimu wa Tanzania. Kwake imebadilisha sana maisha yake. Na kupitia hilo pia tumepata bahati nyingine. Al agency inahusika na wachezaji. Kwa kuwa Tanzania imequalify kwenda World Cup 2027, anatuma timu ya watu wake kwenda kuangalia vipaji vya Watanzania wale wanaofanya vizuri na akalizika nao, anawachukua kuwapeleka kwenye klabu kubwa kubwa duniani. Lakini hata Mheshimiwa waziri wangu na wakimbiaji wenzangu ameona fursa ndani ya nchi yetu kuwekeza kwenye michezo. Na jana alikuwa na vijana wa Profesa Mkumbo kupitia kituo chetu cha uwekezaji, wamempa eneo, anakuja kujenga infrastructure za michezo kwa ajili ya yeye na kampuni yake kutafuta vipaji vya nchi yetu Tanzania kupeleka huko duniani. Haijaishia hapo tu, Mheshimiwa Waziri, kuja kwake kumemfungua. Anaenda kushusha timu ya malegendary, wachezaji wote wakubwa duniani ambao nyinyi mnawafahamu. Leo anaenda kuwaleta Tanzania waje wacheze na vijana wa Tanzania kuelekea kwenye mashindano yetu ya AFCON. Hapo vipi? Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine nataka nimpongeze sana waziri wetu wa mambo ya nje na katibu mkuu na mabalozi wote walioko huko duniani wanaoiwakilisha Tanzania. Mnatutendea haki jamani. Waziri wetu hapa tunamwona wa mambo ya nje, kwa maelekezo ya Daktari Samia ameshatuletea kampuni ambao sasa tuko kwenye mjadala nayo kwa ajili ya kujenga arena yenye uwezo wa kubeba watu wasiopungua 1520 ili yale matatizo yote ya arena yatatuliwe kwa haraka. Ndivyo ambavyo rais anataka, ndivyo ambavyo waziri wangu wa mambo ya nje anataka, na mimi ninahakikisha kwamba tunapata matokeo sahihi. Ndugu zanguni, kukimbia kwa leo kumeonyesha namna michezo inavyounganisha watu. Ukipita kwa barabara unaona watu wana furaha. Au jamani, yeye mmekimbia menuna? Basi twendeni tukaiambie dunia namna gani ambavyo Tanzania tuko salama na tunavyoendelea kufanya vyema kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu.